Sasa mwalimu, naam, na jamaa yangu mmoja alifungua biashara. Sawa. Matarajio yake yalikuwa ni kuja kupata faida. Sawa. Kubwa tu. Sawa. Lakini sasa kilichokuja kutokea ni kwamba alipata hasara. Sawa. Alipata location nzuri. Sawa. Sasa nadhani kwamba alikosea kwenye kuhudumia wateja. Ndio. Na kwa vitu ambavyo nazidi kushawishika zaidi. Yes. Nadhani kwamba huduma yake haikuwa nzuri. Sawa. Unaweza kuongelea katika hilo? Nimekuelewa kwamba imeshawahi kutokea mara nyingi. Mtu anawekeza pesa nyingi, anafungua biashara, au anawekeza pesa nyingi, anatoa huduma, anatengeneza mazingira ya kutoa huduma, alafu baadaye huduma kwa wateja inakuja kuwa sababu ya yeye kushindwa. Na kuna watu wengine mpaka wao wanafunga biashara. Na kama ulivyosema huo mfano huyo ndugu yako, mpaka yeye akaja akapata hasara mpaka biashara ikashindikana. Na unasema kuna viashiria uliona kwamba huduma yake haikuwa nzuri. Sasa naweza nikalizungumzia kwa namna hii. Unajua kwenye biashara za huduma zina vitu kama vitatu vya ziada ukilinganisha na biashara za bidhaa na biashara nyingine. Biashara ya huduma ina kitu cha kwanza cha muhimu sana kwenye biashara ya huduma tunaita ni watu. Yaani ili ufanikiwe kwenye kuhudumia wateja vizuri, kuna makundi matatu ya watu lazima uhakikishe yapo vizuri. Na kuna makundi matatu ya watu ambayo lazima uyahudumie au uyafanyie assignment kwa umuhimu wake. Nitakupa mfano. Kwa taasisi kubwa, kwa kampuni kubwa, hata kama ni biashara ndogo, lakini ili mradi iko kwenye huduma, labda tunaweza kusema inaweza ikawa shule, si ndio? Inaweza ikawa hospitali, si ndio? Inaweza ikawa dispensary, si ndio? Inaweza ikawa hata gym tu, si ndio? Inaweza ikawa yani sehemu yote ambayo watu wanapata huduma, si ndio? Inaweza ikawa mfano kama tumetoa huduma za kifedha kama benki labda hivi. Sawa, huduma za usafiri, si ndio? Inaweza ikawa labda kwenye basi, inaweza ikawa ili mradi unatoa huduma, si ndio? Sasa kundi la kwanza ambalo inabidi liwe makini sana, kundi la kwanza la watu ni uongozi wa ile taasisi au wa ile kampuni inayotoa huduma. Uongozi unatakiwa ujue kwanza, ili umridhishe mteja wa nje ambaye tunasema ndio yule mteja anayekuja kununua ile huduma, si ndio? Lazima umridhishe mteja wa ndani. Mteja wa ndani tunamaanisha wale watu ambao wanafanya kazi ya kumhudumia mteja. Wote kuna wanaoonekana na kukutana na mteja moja kwa moja, na kuna wengine hawakutani na mteja moja kwa moja. Sasa wale kuna vitu inabidi uvifanye ili mteja ahudumiwe na kuridhika. Maana hawa watu wasiporidhika, hata mteja ni ngumu kufanya nini? Kuridhishwa. Kwa mfano, hawa watu wanahitaji cha kwanza wajue wanachokifanya. Kwa hiyo lazima hawa watu wawe wanafundishwa kumhudumia mteja katika mazingira tofauti tofauti. Wao wanafundishwa tabia za mteja. Wao wanafundishwa mteja anahitaji kitu gani anahitaji. Ukiacha mafunzo ni kipengele kimoja, viko vingi. Nitaongea kwa ufupi kwa sababu muda wetu nao ni changamoto. Lakini kitu kingine, hawa watu inabidi wawe wanapewa motisha. Motisha kwa maana ya kwamba mazingira yao ya kazi lazima yawe rafiki, ili wawe wanaipenda kazi ya kuwahudumia kuhudumia wateja. Yaani tunasema huyu mtu wa ndani kama hajaridhika, kama hajafurahi, ni ngumu mteja kufurahi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo uongozi unatakiwa kuhakikisha hawa watu wanajua wanachokifanya. Hata kwenye kuwatafuta tu, inabidi utafute watu ambao wanajitambua, ambao wanajua thamani ya mteja, ambao wanajua mteja ni mfalme, ambao wanaelewa kwamba sisi tuko hapa kwa sababu ya ya mteja. Maisha yetu yanamtegemea mteja. Kwa hiyo uongozi una kazi ya kuhakikisha hawa watu wanajua na wanajitambua. Una kazi ya kuhakikisha unachagua watu sahihi kwa ajili ya kutoa huduma. Una kazi ya kuhakikisha hawa watu wanakuwa wanaendelea kufundishwa na kupata mafunzo ya kuhudumia wateja. Na kwenye hicho kipengele tupo watu ambao tunaweza tukawafundisha vizuri na wakaendelea kuhudumia wateja vizuri. Lakini pia hawa watu wanapaswa kuhakikisha watu wanapata motisha. Hawa watu wanapaswa kulipwa, sio kulipwa yani tuseme kwamba walipwe yani ile, lakini wanapaswa kuhakikishwa mazingira yao ya kazi, wanaweza kwenda kazini kurudi na wanapata bonus, wanapata posho, ili wawe na amani ya kumhudumia mteja. Ndipo wataweza kumfurahisha mteja. Kumbuka, uongozi wa kampuni wenyewe unachofanya huwa unaweka ahadi, si ndio? Kwamba njoo
kampuni 1 2 3 tunahudumia vizuri, si ndio? Tutakupa huduma ambayo hujawahi kuipata. Maneno yanakuwa mengi, si ndio? Mteja anapokuja tunasema ule ndo wakati wa kuthibitisha ahadi. Hiyo inaitwa moment of truth. Sasa ule wakati wa kuthibitisha ahadi, mteja akija ndo anaona, je, kile ambacho uongozi uliweka kama ahadi ndio huduma iko hivyo kama nilivyosikia? Kwa hiyo hawa watu wakiandaliwa vizuri, basi ni rahisi kumhudumia mteja vizuri.